mpira. Anafanya kazi ya mazidadi hapa kijana Ochieng Kevin. Goalkeeper ama mlinda lango wa timu ya Downtown Warriors anacheza vizuri hapa goalkeeper huyu. Lakini wanaudhibiti mpira 65% ya mpira hapa vijana hao wa Centurion Athletic. Lakini nafasi wanazozipata wanaziharibu tu. Piga favela nzuri pale kijana huyu. Lakini mpira unakuwa mwingi unatoka nje. Mbuli anao mpira, anafanya mashambulizi ama anafanya maokozi mazuri pale kijana huyu Mbuli. Beki mstaarabu jezi namba 4 anao mpira wa kurusha. Victor atachukua shughuli kama ya kwake. Atachukua shughuli kama ya kwake kijana mwite Victor. Victor Motunga anachukua shughuli kama ya kwake. Anarusha kwa tarabu kabisa. Tuliza ya kwanza inakubali. Ya pili anaupiga mwingi kabisa kwake beka mstarabu jezi nambari 10 mgongoni, anachukua shughuli kama ya kwake. Tuliza kwa mara nyingine tena. Unapokonywa kabisa kwake jezi nambari 7 mgongoni kijana mwite Victor Ruto. Tuliza ya kwanza inakubali. Anajikanganya kabisa, mpira unazidi unatoka nje. Tuone itakuwa kwaje. Wachezaji wamezidi kucheza kwa nguvu kabisa kuhakikisha kwamba mchezo bado inasimama tisa. Mpira unazidi unakuwa mwingi unatoka nje. Kachezewa ndivyo sivyo, referee anasema ni mpira wa ikabu, si mpira wa kurusha. Hapa pembeni vijana wa Downtown kupiga mashambulizi, mpira wa ikabu, anasimama Tisti goalkeeper ama mlinda lango wa timu ya Centurion, inaletwa juu kwa juu. Goalkeeper anafikiria, anatoka, anautuliza katikati ya mpira, anapiga, anajaribu kupiga pale, anajaribu kupenduka mambo, anapiga pale, inaletwa nzuri. Anapiga pale hafifu. Goalkeeper anatamba nao. Hafifu. Washambulizi wamezembea kazini. Washambulizi wa timu zote mbili wanazembea kazini. Mwingine anaotea pale, anakwisha otea pale wa timu ya Centurion. Mashambulizi yanapigwa huku na huku. Lakini vijana wao kushambulia, wachezaji wa kushambulia wamelala darasani. Bila shaka tunaona kwamba washambuliaji wamezidi kulala darasani. Kazi wanao, lazima wahakikishe kwamba wamejisatiti na kupata zile nafasi za kufunga bao la kwanza. Angalau tuweze tukaona ile utamu wa mechi ambaye siku zote Waswahili husema kwamba utamu wa mechi siku zote ni mabao. Kipindi ni kipindi cha kwanza kabisa. Tuko katika zile mida za kutamatisha kipindi cha kwanza. Kwa mara nyingine tena anaupiga mwingi, anaingia mzima moja kwa moja hadi kwake mlinda lango ambaye anajikanganya nayo mpira. Anajikanganya, anateleza, anaanguka, lakini anaudhibiti mpira huo goalkeeper huyu kijana Kevin Ochieng. Mlinda lango ambaye anajituma, anafanya kazi ya mazidadi kutoka timu ya Downtown Warriors. Alifikiria mara mingi sana goalkeeper huyu. Akajitokeza, akateleza, akaanguka, lakini anaudhibiti mpira. Wanaudhibiti mpira kijana ama vijana wa Athletic ama vijana wa Downtown Warriors, anapiga ndefu pale, natoka nje. Kipindi cha kwanza nafasi zimekuwa za wazi, nafasi zimekuwa nyingi, nafasi zimekuwa maradufu, lakini hamna yote ambaye amecheza vizuri. Na wakati huo mwamuzi wa katikati moja anamaliza, anasema tosha gari, angalau kipindi cha kwanza. Muda sio kwa mrefu tutakuwa tunafanya uchambuzi tu mfupi hapa kipindi cha kwanza, dakika kama 5-10 hivi, kisha turejee katika kipindi cha pili na tutakuwa tunaone namna gani hapa katika kipindi cha kwanza. Na timu ya Centurion Athletic ni wazi kwamba wamepata nafasi za wazi, nafasi kama 5-6 nafasi ambazo tumeweza kuzihesabu pale. Lakini goalkeeper huyu ama mlinda lango wa timu ya Downtown Warriors anafanya kazi ya ziada, piga ukozi mbalimbali hapa. Mwenzangu Tony Patrico, unazungumziaje kipindi cha kwanza? Kipindi cha kwanza jinsi vile ambavyo tumeweza kutazama imekuwa kipindi cha kusisimua, ingawaje kwamba utamu wa mechi siku zote ni mabao. Hivyo basi hatujaweza kushuhudia bao lolote mpaka sasa. Tunatarajia mengi sana. Kuna zile nafasi ambazo zimeweza kupatikana haswa katika timu zote mbili. Ukiangalia safu ya ulinzi, safu ya kati na pia vile katika safu ya ushambuliaji,
tunasema kwamba safu ya ushambuliaji imeweza kulala kabisa, kwa kuwa zile nafasi ambazo wameweza kuzipata kuzifanya ziwe mabao imekuwa ngumu kabisa, haswa katika timu ya Mwana Centurion. Kumbuka jinsi vile walivyofanya katika mechi iliyochezwa weekendi uliopita, ilikuwa ni vivyo hivyo tu, walipoteza nafasi la wazi na hivyo basi wakaweza kuadhibiwa kutokana na kosa moja tu ambalo walifanya katika kipindi cha kwanza, na hivyo ndivyo vijana wa Signature walipata bao la kwanza. Kwa sasa hakuna timu yoyote ambayo imeweza kumakinika. Unavyotazama jinsi vile walinda lango wa timu zote mbili wamekuwa wakijituma. Ukiangalia jinsi vile Paul ambaye ni mlinda lango upande wa Mwana Centurion amekuwa akijituma, amehakikisha kwamba ameweza akafanya timu yake ikarudi mchezoni kwa kuokoa zile shuti ambazo zilikuwa zinapigwa. Na pia vile vile kijana muite Ochieng Kevin, jinsi vile alivyokuwa akidaka ule mpira, ulikuwa unadhani anaenda kufua samaki baharini, lakini kile ambacho tuliona ni kwamba aliweza kumakinika na kuhakikisha kwamba ameudaka ule mpira. Tutarajie mengi kipindi cha pili, tutarajie mabao kipindi cha pili. Tunajua kwamba mabao mingi huwa zinakuja katika kipindi cha pili endapo tu watakuwa wakimakinika na watahakikisha kwamba wameweza kutumia zile nafasi ambazo watakuwa wanazipata. Na tuzungumzie timu ya nyumbani, tuanze na timu ya nyumbani, timu ya Centurion Athletic. Mlinda lango amefanya kazi yake, mabeki wanafanya kazi yake, katikati mwa uwanja wanafanya kazi yao, lakini washambulizi kidogo, nafasi 6 za wazi. Oga, tumeona kijana Mtunga pale anapiga mnara pale kipindi cha kwanza. Unafikiria mwamuzi ama mwalimu wa timu ya Centurion atakuwa anazungumzia kipi kuhakikisha kwamba vijana angalau wa kushambulia wanajitoa? Manake ameweka washambulizi wengi zaidi. Ukiangalia mchezo ambao amecheza, washambulizi wanashambulia kweli kweli, lakini hawafanye kazi yao. Unapolinganisha hii kikosi ambayo imecheza siku ya leo na wale ambao walicheza weekendi uliopita, Jonathan Imbuli alikuwa anacheza katika nafasi ya ushambuliaji, ambaye siku ya leo tumeona Oga Emmanuel yupo pale, na pia vile vile jezi nambari 11 yupo pale kuhakikisha kwamba wameimarisha safu ya ushambuliaji. Mpaka sasa tulikuwa tunatarajia kuona takriban mabao kama 5 hivi, lakini mpaka sasa hakujafanyika chochote. Kile ambacho kinaonekana ni kinaya tu. Tunasema kwamba kile ambacho kinafanyika ni kinyume na matarajio chake mkufunzi mkuu, ambaye kwa sasa pia vile vile alikuwa na foka akiwa kule kwenye line, alikuwa anasema kwamba inakuaje wale wachezaji ambao nilikuwa na matarajio mema kwao hawajaweza kufanikisha ile lengo langu ambaye nilikuwa naye. Tunasema kwamba tunatamatisha mechi katika kipindi cha kwanza. Kile ambacho kimeonekana ni kwamba kukosa ule ubunifu na umakinifu. Unapopewa pasi na yule kiungo wakati mchezaji kama yule ambaye anacheza kiungo cha kati, anapopata mpira anapaswa kuwa anatoa mpira touch ya kwanza, anaifikisha kwake mshambuliaji. Anapopata touch ya kwanza, Kenya anaangalia ama anajukumika na kuhakikisha kwamba hiyo touch ambayo amepewa imefika kwenye lango, na hivyo basi itahesabiwa kama bao. Wakati ambapo Imbuli alikuwa anacheza kama kiungo mshambuliaji, alikuwa anacheza na wengine na ndiposa wakapata mabao. Siku ya leo nimemwona akicheza kama kiungo mkabaji nambari 5, na hivyo basi ameweza kuhakikisha kwamba safu ya ulinzi uko imara. Kila mtu afanye kazi yake ili tuweze tukapata pointi zote 3 tuende naye nyumbani. Hiyo ndio neno ambalo mkufunzi anaweza sema mpaka sasa. Na umezungumzia kwa umakinifu pale kikosi hiki cha timu ya Centurion, maanake mabadiliko yamefanywa. Hata kijana Adrian Okaka alikuwa anacheza nambari 10, leo hii anacheza nambari 8. Kijana huyu Mtunga alianza katika upande wa kulia, leo hii anacheza upande wa kushoto. Muangalia kijana huyu nilivyozungumzia awali, alikuwa anacheza pale katika mashambulizi, leo hii yuko nyuma kidogo. Mwalimu huyu ana ile ujasiri ya kufanya mabadiliko, ama ushindi aliyoupata umempa nguvu ya kuweza kupanga timu anavyotaka? Manake mabadiliko aliyafanya kufikia sasa kipindi cha kwanza akijazaa matunda. Unapoangalia jinsi vile amepanga kikosi chake siku ya leo ni tofauti kabisa na jinsi vile alivyopanga kikosi chake weekendi uliopita, na hivyo basi ni taswira kamili kwamba alikuwa anakuja kwa hili game akijua kwamba huenda wale wapinzani wao huenda wataleta tatanishi kidogo. Unapoangalia jinsi wanavyocheza, wanajaribu kuweka ile mpira chini na kupiga tachi. Unapocheza mpira ya juu na timu pinzani wanacheza mpira wa juu, itakuwa ni vigumu sana mdhibiti
kudhibiti ule mpira, na hivyo basi ndiposa akatumia ule nafasi ya kuhakikisha kwamba amebadilisha mtindo aliotumia wiki uliopita na kutumia mtindo upya. Asipojichunga na huu mtindo ambao anatumia siku ya leo, huenda akapigwa na pointi 3 zote zikapokonywa. Alianza na mabeki wengi katika mechi iliyopita, weekend iliyopita. Leo hii ameenda na washambulizi wengi katika mechi, lakini hakuna mabao. Kipindi cha kwanza wamepoteza, ndizo nafasi wamezipata, lakini hawafungi magoli waliotarajia kipindi cha kwanza, na tutakuwa tunaangazia mambo kama hayo. Lakini tukivuka katika timu ya Downtown, safu ya mabeki wamezembea, manake timu ya Centurion nafasi 6 za wazi, mlinda lango Kevin Ochieng peke yake amefanya kazi yake. Bila shaka unapoangalia katika kikosi cha timu ya pinzani ambaye ni mwana Downtown, wamezembea sana wale mabeki, kwa sababu unapokuwa beka mstarabu ambaye kwa kweli anastahili kuitwa beka mstarabu, kuna yule ambaye anaitwa beka mstarabu kwa kukosa jina jingine isipokuwa hilo tu. Na kuna kile kazi ambayo ukifanya vyema itadhihirisha kwamba wewe ni beka mstarabu, beka ambaye anaweza akamiliki mpira na kuituliza na kuipiga pasi kwenda katika mchezaji ambaye anacheza katika kiungo cha kati. Na ni vigumu kuona kitu kama hicho kinafanyika. Wataanza vizuri katika safu ya ulinzi, ataanza vizuri kabisa mlinda lango, ataupiga ule mpira katika safu ya ulinzi, zipigwe tachi kama 3, alafu baadaye ifikapo katikati mwaoga wanaupoteza ule mpira. Sasa kuna ule kukosa umakinifu hapo katika safu ya ulinzi ambao unawapa nafasi washambuliaji wa timu pinzani kuhakikisha kwamba wanafikia mlinda lango, ambaye mlinda lango mpaka kwa sasa anaumia kwa kweli. Usipomlinda mlinda lango itakuwa vigumu sana kwake kulinda lile goli. Amefanya kazi mzuri, na hivyo basi kocha ama mkufunzi upande wa mwana Downtown anapaswa kufanya mabadiliko 1, 2, 3 ili kuhakikisha kwamba safu ya ulinzi uko imara, na pia vile vile katika safu ya ushambuliaji wamepoteza pia vile vile nafasi kama vile timu nyingine imeweza kupoteza nafasi. Wanapaswa kumakinika kuanzia safu ya ulinzi, safu ya kati na safu ya ushambuliaji ili kuhakikisha kwamba wameweza wakatoka na bao. La sivyo sare itaonekana katika mechi huu. Na wamecheza vizuri walinda lango wa timu zote mbili. Tutakuwa tunawazungumzia muda usio mrefu, lakini ametumia mfumo tofauti mwalimu huyu wa timu ya Downtown Warriors. Manake mwenzake amejaza washambuliaji na katikati mwa uwanja. Mwalimu huyu wa timu ya Downtown Warriors amejaza nyuma na katikati, lakini mbele kidogo kuna upungufu wa wachezaji na kuna upungufu pia wa tajriba na ile uwezo wa kupiga pasi nyerezi, pasi za mwisho kuhakikisha kwamba wanapata nafasi za wazi. Atakuwa anafanya mabadiliko nafikiri mwalimu huyu wa timu ya Downtown Warriors. Mwenzake pia atakuwa anapiga mageuzi kidogo kipindi cha pili, lakini tukiangalia upande wetu wa kulia kushoto, timu zote bado zinafanya mazungumzo tu ya kuweza kusanifisha kipindi cha kwanza, kipindi cha pili. Nafikiri tutakuwa tarajia mabao hapa. Mtazamaji, wanasema utamu wa kazi ni mshahara, utamu wa kupika ni kula, utamu wa mechi ni mabao. Tutarajie nini awamu ya pili? Natumai tutatarajia mengi sana katika awamu ya pili, na hivyo basi tutakuwa tukichukua kopo la maji, alafu tutakuwa tukirudi moja kwa moja katika kipindi cha pili, ambapo kitaamua ni timu kipi itakuwa inatoka na pointi zote 3, ama endapo kama itakuwa ikienda sare ya kutofungana ama sare ya bao 1-1 ama 2-2, tutakuwa tukiwaletea moja kwa moja katika TPM TV, na hivyo basi tukutane kipindi cha pili tutakapongoa nanga. Mie niite Tony Patrico, naye niite Wellington Kodhek, bingwa kipindi cha pili. Muda usio mrefu, manake mawaidha wanayapokea pale wachezaji hawa, lakini tunapokea kopo la maji mtazamaji. Lakini kabla tujaondoka hewani, angalau dakika 2-3 hivi, kumbuka mtazamaji, tupo live mbashara katika TPM TV pale kwenye Facebook, tupate pia pale kwenye YouTube @TPM Kenya. Tupo live mbashara leo usiku. Wapenda nao mipango namna gani? Sisi tunapenda kandanda tu, hakuna kitu kingine ambacho tunapenda isipokuwa ni kandanda. Tunasema kwamba tunapopenda kandanda
Hiyo ndio tunaita siku ya wapendanao. Sisi tuwapenda soka na tunapenda soka kabisa. Hiyo ndio kitu ambacho tunapenda katika maisha yetu. Anasema kalenda anayotambua ni kalenda ya soka peke yake, mtazamaji. Kalenda ya dunia, haya mambo ya dunia. Mwamuzi atakuwa anaanza kipindi cha pili muda usio mrefu, nasi tunapata mapumziko mafupi tu. Tunarejea na kipindi cha pili. Centurion Athletics 0, Downtown Warriors 0, kipindi cha kwanza. Sienda mbali mtazamaji. Nikawachana nayo.
Na mtazamaji, ndio kurejea kipindi cha pili. Wanao mpira vijana ugenini, hawa vijana wa Downtown Warriors katikati mwa uwanja, muda usio mrefu kipindi cha pili. Na mtazamaji, kama unajiunga nasi, tuko mbashara moja kwa moja tukiwa katika uwanja wa timu ya nyumbani Centurion Athletic wakicheza na timu ya Downtown Warriors. Wakati huo mpira umeanza kipindi cha pili, anaudhibiti katikati mwa uwanja ya jezi nambari 10 vijana wa Downtown Warriors. Hamna mkufunzi yote ambaye amefanya mageuzi, tutakuwa tunaona iko namna gani. Nafikiri saikolojia yao inawaambia kwamba wameridhika na kipindi cha kwanza, lakini mageuzi yatakuwa yanakuja polepole tu kipindi cha pili kitakapokuwa kikiendelea. Namkaribisha mwenzangu Tony Patrico kuendelea na matangazo yetu. Itakuwa ni mpira wa mrusho kwa mara nyingine tena. Tuone itakuwa kwaje kwa faida ya mwana Downtown. Wameanza kwa kasi sana. Mwana Downtown anaweka chini, itakuwa ni mpira wa mrusho. Naye mtabindi ni kijana mwite Magogo Morgan. Anarusha kwa taratibu kabisa. Kwenye tachi kati anaupiga mwingi kijana mwite Jonathan. Anawajibika jezi nambari 7 mgongoni. Tuliza kwa mara ya kwanza. Anaotoa ule mpira nje, itakuwa ni mpira wa mrusho. Taratibu mwana Downtown anarusha vilivyo kumtafuta kijana mwite Magogo Morgan. Anashanzuka kabisa, beka msarabu anakata. Anapiga tachi ya kwanza inakubali. Ya pili kwa mara nyingine tena. Beka msarabu anajitokeza wangu na kutoa. Anatuliza kwa mara nyingine tena. Anaupiga mwingi, anawajibika, anautoa. Na chenga ya kwanza inakubali, chenga ya pili inakubali kabisa. Tuliza katikati mwaoga kijana mwite Robert. Cheza ndivyo isa. Anaushikilia nguo ya mwenzake kabisa katikati mwaoga, itakuwa ni mpira wa fauli. Ananyanyuka pale mchezaji wa timu ya Downtown Warriors baada ya kuchezewa ndivyo sivyo na Adriano jezi nambari 8 kutoka timu ya nyumbani timu ya Centurion, mtaalam wa mipira ya ikabu pale wa timu ya Downtown Warriors analeta juu kwa juu. Wanapiga mashambulizi, inatolewa nje. Amekwisha otea pale. Kipindi cha pili kimeanza kwa kasi mtazamaji. Kama ilivyoanza kipindi cha kwanza, vijana wa timu ya Downtown Athletic wanapiga, Downtown Warriors wanapiga mashambulizi, lakini mpira unakuwa mwingi unatoka nje. Tuone itakuwa kwaje. Itakuwa ni mpira wa babla ama ukipenda itakuwa ni mpira wa goal kicker. Anaweka chini beka mstarabu upande wa mwana Centurion. Anaye mtabindi kiungo beka mstarabu. Tuliza ya kwanza inakubali. Ya pili anaupiga mwingi kumtafuta jezi nambari 10 mgongoni. Jibu kwa kichwa kwa mara nyingine tena beka mstarabu kijana mwite Kevin Ochieng. Tuliza ya kwanza inakubali. Ya pili anajaribu kuwajibika kabisa. Tuliza ya kwanza inakubali. Anapanda sasa nizamu yake mwana Downtown. Anaingia mzima kijana mwite si mwingine bali ni Kevo. Anaupiga mwingi kabisa. Ruka kimo chake Masai. Beka mstarabu naye mshambuliaji. Kwa mara nyingine tena anawajibika beka mstarabu. Tuliza kwa mara nyingine tena moja kwa moja hadi kwake kijana mwite Victor. Anaupiga mwingi kabisa kijana mwite Paulo. Naye beka mstarabu. Tuliza kwa mara nyingine tena. Jibu kwa kichwa. Tuliza ya kwanza. Anatuliza ya pili. Anazidi kupanda hapa mwana si mwingine bali ni mwana Centurion. Anapanda, anamwaga mkiki kule gogo wapi. Anaudaka mlinda lango kijana mwingine si mwingine bali ni kijana mwite Ochenga. Anacheza vizuri kijana Amtunga. Anachiriza na keketa na pembezuka, anamwacha mwenzake Hoi bin Taban. Anapiga fifu, goalkeeper anatamba nalo Kevin Ochieng. Wanafanya mashambulizi vijana wa Downtown. Anateleza, anafanya mazaibi, ameangusha katikati kanaenda penalty. Anacheza ndivyo sivyo baada ya kukosa kudhibiti mpira huo. Beki huyu wa timu ya Centurion, ulivyosema kipindi cha kwanza kitakuja kuaramba. Lugha yetu mitaa tunasema utakuja kurambwa. Na hakika kinawaramba hapa vijana wa timu ya Centurion Athletic. Anacheza ndivyo sivyo, unakuwa ni penalty. Nafasi ya kifua mbele pale vijana wa timu ya Downtown. Na baada ya kufanya msukumo baada ya msukumo wanapata penalty hapa vijana wa Downtown.
Tuone itakuwa kwaje penalty, tuone jinsi vile utakavyochezwa. Walikuwa wanafanya sambuliaji ya hapa na pale. Referee wakati ambapo alichezewa ndivyo sivyo ndani ya kisanduku, uamuzi wake ukasema kwamba itakuwa ni penalty. Ni mchezaji wa Downtown naye mlinda lango moja kwa moja kijana muite Paulo. Tuone kama Paulo atakoa timu ama ni vijana wa Downtown wataenda moja kwa moja kuwa kipaumbele. Kila mtu amejishikilia Hans Kimbo, huku kijana mwite Motunga yupo pale kuhakikisha kwamba ameweza kufunga lile bao. Tuone itakuwa kwa jana, uweka chini, anapiga hatua 1 2 3 nyuma. Hans Kimbo, kipenga kinapulizwa, anaupeleka mlinda lango kaskazini mwa anaitwa mlinda lango Paulo. Baada ya kusimama Hamza Kimbo anamwangalia mpiga mpira, anamwangalia mlinda lango, anamwambia niweke wapi, anasema weka kulia. Anamwambia, anasema ni hapo hapo tu, anaweka kulia. Wanapiga goli la kwanza vijana wa timu ya Downtown Warriors. Wakiwa ugenini wanaongoza hapa kipindi cha pili. Tuone vijana wa Centurion watakuwa wanafanya namna gani. Anapelekwa kaskazini, mashariki, magharibi, kulia, kushoto, kando, upande. Paulo anaachwa Hoi bin Taban, anaangalia mbele 2-3, mambo ndivyo sivyo. Nafikiria mwalimu wa timu ya Centurion atakuwa na shika tama kweli. Amini macho yake mpenzi mtazamaji, anapelekwa kaskazini mwa magharibi mwa mashariki, huku akitabasamu akijaribu kupiga pasi nyerezi ingiane moja kwa moja, wakati ambapo mwamuzi si wa katikati bali ni msaidizi wa mwamuzi ananyanyua kibendera chake na kusema itakuwa ni mpira wa ikabu. Wanaanza kutaratibu kwa mara nyingine, wanawajibika tena. Wapi? Anajikunyata kabisa, anajikunja, lakini referee anasema haimo kabisa. Kijana Paulo ameenda mbele za enzi. Kwa mara nyingine mashambulizi alikuwa anapigwa mtazamaji. Kijana Paulo wasiwasi umeanza kumuingia kijana huyu goalkeeper. Tutakuwa tunaona mambo iko namna gani. Kipindi cha kwanza alicheza vizuri walinda lango wa timu zote mbili. Lakini masiara ya mabeki wa timu ya Centurion kina mramba goalkeeper huyu Paulo kwa mara nyingine anaponea chupu. Manake pia kwa mara nyingine alikuwa naacho Hoi bin Taban. Anazidi kukata tamaa huyu mlinda lango upande wa mwana Centurion. Anajibu kabisa, tuliza katikati mwoga. Anayempata bendi ni kijana muite Victor. Anaupiga mwingi moja kwa moja hadi kwake mlinda lango ambaye anaitwa si mwingine bali ni Paulo. Anaanza kwa taratibu Paulo. Anaupiga mwingi kabisa katikati mwa anawajibika beka Simba mstarabu bali ni kiungo mkabaji katikati mwa anaupiga mwingi unatoka nje, itakuwa ni mpira wa mrusho. Itakuwa ni mpira wa faida ya mwana Centurion. Tuone itakuwa kwaje. Ikiwa bado ni ya mwana Downtown. Kwa mara nyingine tena anaupiga mwingi kabisa kumtafuta mshambuliaji ambaye anashindwa kudhibiti ule mpira. Itakuwa ni mpira wa mrusho kwa mara nyingine tena. Mwana Downtown anarusha kwa taratibu kwa ustaarabu wa hali ya juu kabisa. Anazidi kupanda. Kwa mara nyingine Imbuli Jonathan anakataa kabisa, anaondoa ule mpira nje, itakuwa ni mpira wa mrusho. Mpira imekuwa mpira wa kasi kabisa mwenzangu. Naangalia mwalimu wa timu ya Centurion ananyanyua kofia kwake, anatafuta nywele pale, anahesabu nywele za kwake, anarejesha kofia kichwani, manake vijana wake wamelala, wamezembea kipindi cha pili. Angalau dakika 5 zilizopita vijana wa Downtown, anapiga pale, inaondolewa. Adrian anaokoa vizuri tena zaidi, wanapanda akiwa na Adrian, analeta refu pale. Imbuli anatafuta na sakasaka. Vijana wa Downtown, beki mstaarabu huyu jezi nambari 3 mgongoni amesimama tisti. Wanazidi kufanya katikati mwa uwanja, anapiga ndefu pale, inaletwa, wanapiga kushotea pale, anapiga na wana wavu, lakini alikuwa keshotea pale. Kijana huyu analishwa kadi nyekundu kwa kukiuka sheria baada ya referee kupiga filimbi kwake pale kuonyesha keshotea kitambo.
lakini anapiga, inagonga nyavu. Kadi ya njano. Wanafanya mabadiliko pale vijana hawa. Oga Emmanuel anatolewa, aliweza kupoteza nafasi za wazi. Oga Emmanuel anatolewa pale, watakuwa wanafanya mabadiliko kwanza kuhakikisha kwamba wanajikwamua angalau iwe sare ya 1-1, maanake wanapigwa hawa vijana wa Centurion Athletic. Anatoka kijana mwite Oga Emmanuel, anaingia kijana mwite si mwingine bali ni Duke Michael. Tuliza chini kwa mara nyingine tena. Touch ya kwanza inakubali, ya pili inakubali. Mwana da Centurion anaotoa ule mpira kabisa. Anasema heri lawama kuliko fedheha, hivyo basi anaotoa ule mpira nje kabisa. Itakuwa ni mpira wa mrusho. Mwana Centurion wako ange kutafuta angalau bao la kwanza la kuweza kuwafanya wawe sawa sawia. Anarusha kwa taratibu mwana Downtown Centurion kwa mara nyingine tena katikati mwa uga. Anaupiga mwingi kabisa, unakosa mwelekeo. Ruka kimo chake Masai na kutuliza. Anaingia sasa, nizamu yake, alikwisha otea tayari. Washambulizi kidogo hajamakinika, manake wanajenga hema katika wanasema mali ya umma. Mali yao katika mali ya umma, lakini alikuwa amechezewa ndivyo sivyo, akawika. Refaria akasema kazi, na wanao mpira pale vijana hawa wa Centurion, manake wanasaka goli la kusawazisha pale. Itakuwa namna gani? Walirejea toka nyuma goli 1-0, wakapiga magoli 4 wiki pita. Tuone kama watakuwa wanafanya mambo ya kwao pale. Wanatupa pale Oga, anamtafuta Oga mwingine pale. Itakuwa namna gani? Vijana wa Downtown wanacheza vizuri, na toka kona, itakuwa mpira wa kona. Alikuwa anajaribu kuendeleza sambulizi hapa kijana mwite Christopher, naye kijana mwite Saitoti Jeremiah, lakini nafasi haijaweza kuzaa tunda, hivyo basi itakuwa ni mpira wa goal kick, kama ukipenda mpira wa babla moja kwa moja. Anaweka chini si mwingine bali itakuwa ni mpira wa kona. Itakuwa ni mpira wa mrusho. Itakuwa ni mpira wa kurusha. Anarusha kwa taratibu kabisa, anza moja kwa moja. Anaupiga mwingi kabisa katikati mwa uga. Anaotoa ule mpira, anasema heri lawama kuliko fedheha. Anaupiga mwingi kabisa hadi pembezoni mwa kulia mwa uga, wakati ambapo mpira unatoka nje. Itakuwa ni mpira wa mrusho. Anapiga ndefu pale, manake anajua anaongoza. Anapiga ndefu manake anajua anaongoza. Wanao mpira vijana hawa wa Downtown Warriors, wanacheza vizuri kipindi cha pili. Wanaopoteza mpira wangali nao mpira, cheza ndivyo sivyo pale. Itakuwa mpira wa ikabu kuelekea katika timu ama upande wa timu ya Downtown Warriors. Tuone utakuwa kwaje mpenzi mtazamaji wa soka. Anaweka chini kabisa, anaweka chini beka mstarabu, si mwingine bali ni kijana mwite Magogo Morgans. Anaupiga mwingi kabisa, ruka kimo chake Masai na kutoa ule mpira kwenye eneo la hatari. Anajaribu kutuliza, ya kwanza inakubali, ya pili Christopher anaupiga mwingi kule, unakwenda vivu. Anaingia sasa, ni zamu yake, si mwingine bali ni kijana mwite Edu. Itakuwa ni mpira wa mrusho. Itakuwa ni mpira wa mrusho kabisa. Wanazidi kumakinika hawa mabeki wa Downtown, wanasema heri lawama kuliko fedheha, hivyo basi wanazidi kutoa ule mpira nje. Wanacheza kwa mfumo ulio staarabu kabisa vijana wa Downtown Warriors. Na fikiri kwamba mabadiliko ya kimfumo yameweza kuwasaidia maridhawa vijana wa Downtown Warriors, manake wanacheza vizuri. Chapili wamepata goli vizuri, mabeki wanacheza vizuri, safu ya kati inacheza vizuri. Cheza ndivyo sivyo pale, cheza ndivyo sivyo. Mwamuzi anasema hamna. Mwamuzi anafuaka na kuja juu kwa juu, mbio kabisa. Kadi ya njano kwa beki huyu mstaarabu wa timu ya Downtown Warriors. Analishwa kadi ya njano pale. Mwamuzi anasema jamani, nilikupa ilani ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Amna msamaha. Kadi za njano kama 2 kipindi cha pili. Tony Patrico, inaonyesha kwamba mchezo unazidi kuwa wa kasi zaidi kipindi cha pili, huku akimiliki mpira. Oga huyu ananyanyua mikono, mpira wa ikabu, ananyanyua mikono yote miwili, inaletwa juu kwa juu.
inatolewa pale. Wanao mpira vijana wa Downtown Warriors, wanapiga mashambulizi, beki mstaarabu anacheza ndivyo sivyo, itakuwa inaelekea mpira wa ikabu kuelekea katika upande wa Downtown Warriors. Tuone itakuwa kwaje. Wanaanza kwa taratibu, kijana mwite si mwingine bali ni Christopher Otondo. Christopher anaupiga mwingi kule kabisa kumtafuta kijana mwite Kevin Ian. Kevin Ian, tuliza ya kwanza inakubali. Kijana mwite Ian pasi inanyiririka, inatiririka, anazidi kupanda, anazidi kutandaza pasi kwa mara nyingine tena, wanajikanganya kwenye safu ya ulinzi, alikwisha otea tayari. Anafoka kweli kweli kijana Mtunga, lakini refa afanya maamuzi ya kwake, ameshaotea pale. Kijana Mtunga, vijana wa Downtown Warriors wanatulia, maana wanapiga zile pasi ambazo zimeenda shule kidogo. Vijana wa Centurion Athletic wanacheza kwa kasi, maana wanajua lazima watafute angalau goli moja ili wasiweze kupoteza mechi leo wakiwa nyumbani. Mpira unapigwa refu, unatoka nje, inakuwa goal kick kwa manufaa ya timu ya Centurion Athletic. Kufikia sasa mwenzangu Tony Patrico, wanaudhibiti mpira vijana hawa, ama wanaudhibiti vizuri mpira vijana hawa wa Downtown. Manake wanaongoza, wanajua wako katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba angalau wanatoka na pointi 3 katika mpira wa leo. Kwa mara nyingine kesha otea. Nafikiri kwamba kipindi cha pili umekuwa kipindi kasi sana. Ili mwenzangu, imekuwa kipindi ambacho tumeweza kushuhudia mengi, jinsi vile tulivyokuwa tukizungumza katika kipindi cha kwanza wakati ambapo tulienda mapumzikoni. Tulisema kwamba yule mchezaji ambaye atafaidika kupata angalau bao la kwanza, pengine itakuwa vivyo hivyo hadi zile dakika 90, lakini mpaka sasa hatuwezi tukasema chochote, kwa maana mpira wa kandanda huenda ukabadilika hata na sekunde moja tu. Kwa mara nyingine tena sambuliaji hapa na pale inazidi kugonga mwamba pale. Tuliza kwa mara nyingine tena. Katikati Mauga anazidi kupanda, ni zamu yake mwana Downtown, anaondoa ule mpira kwenye eneo la hatari. Kwa mara nyingine tena zidio maarifa, beka mstarabu anasema heri ni lawama kuliko fedha, anatoa ule mpira nje, itakuwa ni mpira wa mrusho. Kijana anajipinda kulikweli, anapiga ndefu. Mchezaji wa 13 yuko uwanjani, lakini anaondoka haraka upesi, manake mwamuzi alikuwa ananyanyua kadi ya njano pole pole. Wachezaji wanasalia 22, wanaanza haraka upesi. Vijana wa Downtown Warriors, Ogana katikati ya mpira, jezi nambari 12 huyu, mfungaji wa magoli mawili weekend iliyopita. Adrian anapiga mashambulizi pale, wanacheza vizuri pale, beki wa timu ya Downtown Warriors anacheza ndivyo sivyo pale. Adrian anacheza ndivyo sivyo. Vijana wa Centurion Athletic wanafoka kweli kweli, lakini mwamuzi anasema amecheza ndivyo sivyo. Kijana Adrian anamwangalia mwamuzi wa mpira mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, anasema namna gani. Adrian ya mwamuzi anasema namna gani, anachezewa ndivyo sivyo. Mchezaji wa Downtown Warriors baada ya dakika 10 hivi 15 ananyanyuka. Tutakuwa tunaona kwa namna gani, manake vijana wa timu ya Centurion ni kama wana ghadhabu ya kiasi fulani, manake weekend iliyopita walicheza vizuri, wakatoka nyuma akafunga magoli 4. Ukiangalia kina Ogai Manuel ametolewa, ameletwa mwenzake. Oga Vincent yuko ndani, lakini afanye mambo aliyofanya weekend iliyopita. Namna gani mfumo anaotumia katika mechi hii, huku wakifanya mabadiliko timu ya Downtown Warriors. Pia timu ya Centurion Athletic wanafanya mabadiliko pale kuweza kuhakikisha kwamba angalau wanapata goli kipindi cha pili. Wenzao wa Downtown Warriors pia wamefanya mashambulizi. Mpira wa ikabu inapigwa pale chini kwa chini, mpira Nyerezi pale anatuliza katikati mwa uwanja pembeni, kuweza kuhakikisha kwamba wanaudhibiti mpira wa kutupa kuelekea katika upande wa Centurion Athletic. Wanacheza na ghadhabu wachezaji hao wa timu ya Centurion Athletic. Oga Vincent aliyefunga magoli mawili ametolewa kwenye mechi, anaomtunga wanajichanganya. Adrian anapiga pale
Muite kijana Adrian, kijana nambari 8 mgongoni, anatikisa wavu hapa kipindi cha pili. Funga goli la 3 mchezo ulioisha, anasawazisha hapa mpira kijana Adrian Akaka. Wanacheza vizuri sana vijana wa Centurion. Anapiga goli la kusawazisha hapa kijana Akaka. Anamwambia mpiga picha wetu, jamani, soma lebo, jezi nambari 8, anafanya mambo yake. Kijana mwite Adriana aliweza kukosa mkiki ya kwanza ambao aliupiga ukababatisa mchezaji mwenzake. Baadaye akaanza kuhakikisha kwamba lazima ataupiga kwa mara nyingine tena. Kumbuka wikendi uliopita Adrian aliweza kucheka na wavu kwa mara ya kwanza. Wakati huu pia vile anafanya jinsi vile alivyofanya wikendi uliopita. Mlinda lango anajitokeza wangu na kudaka ule mpira. Nizamu sasa ya mwana Downtown. Kwa mara nyingine tena si mwingine bali ni kijana mwite Adrian. Anapanda, anashanzuka, anapiga prasi nyepesi kabisa. Anaona kijana mwite Jonathan amezidi kupanda na ametoka katika safu ya ulinzi, yupo rada kabisa. Tuliza kwa mara nyingine, Ian anazidi kupanda, anapiga tachi ya kwanza inakubali, anajibiwa kabisa. Tuliza ya kwanza, anapiga mtu laza inakubali, anajikanganya hapa wachezaji hawa wa mwana Downtown. Tuliza ya kwanza inakubali, kijana mwite Victor wanazidi kupanda, tachi ya kwanza inakubali, ya pili Christopher anaondoa ule mpira nje, itakuwa ni mpira wa mrusho. Ilikuwa ni zamu yake kijana Christopher, jezi nambari 10 mgongoni, anaupiga mwingi kabisa kumtafuta jezi nambari 11 mgongoni. Kwa mara nyingine tena anatuliza inakubali, kata beka mstarabu unababatisha mtu, itakuwa ni mpira wa ikabu wa madhambi kabisa kuelekea lango la mwana Centurion. Mpaka sasa 1-1 anafanya madhambi kijana Adrian ili kusawazisha nafaa timu yake Centurion. Mpira wa ikabu jezi nambari 4 pale, beki mstarabu anapiga ndefu pale, cheza vizuri pale, goalkeeper wanarejea pale, wanafanya mashambulizi, inaletwa wanaizidi kupanda, anapiga ndefu pale, goalkeeper anatamba nayo. Kijana Paulo amesanzuka kweli kweli, anacheza vizuri, wanafanya mashambulizi mengine pale, Adriano kesha otea. Mchezo unacheza wa kasi hapa mtazamaji, baada ya kijana Adriano kusawazisha. Mchezo unasonga kwa kasi kabisa mtazamaji. Vijana nyumbani Centurion goli 1, vijana wa Downtown Warriors walifunga goli kipindi cha kwanza 1. Mashambulizi yanazidi kupigwa pale, goalkeeper anasanzuka, anatuliza na mguu wake wa kulia kushoto na upiga mrefu unaletwa katikati mwa uwanja, wanarejea. Timu ya Downtown wanazidisha makali hapa baada ya kufungwa kipindi cha pili. Uzidi unazidi, ukali unazidi kabisa mpenzi mtazamaji wa TPM TV. Kumbuka ni 1-1 bao ambalo lilifungwa katika dakika za mapema kipindi hichi cha pili. Wapi? Kwa mara nyingine tena wanauza bao vijana hao wa Downtown. Wanazidi kushambulia, na wakati ambapo wanashambulia wameweza kupoteza nafasi la wazi kabisa. Kijana huyu Vincent anaangalia kulia kushoto, mwamuzi hajanyanyua kibendera cha kwake, akamwangalia kijana wa Paulo. Paulo akamakinika kwa mara nyingine kuweza kuhakikisha kwamba inasalia 1-1. Manake vijana hawa wa Downtown Warriors huenda akaongoza na magoli 2-1, lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo, inasalia 1. Namuona mchezaji wa timu ya Centurion yuko chini, jezi nambari 11, na nyanyuka polepole akiwa analegelegea manake kisugudi cha kwake, kifua pamoja na kiuno imeweza kuchezewa ndivyo sivyo na vijana hao wa Downtown Athletic. Atakuwa anafanyiwa machele, analetwa mbio pale kuweza kuhakikisha kwamba anafanyiwa shughuli tu za matibabu, kuweza kunyorosha kiguu cha kwake, kuweza kuhakikisha anarejea kwenye mchezo. Kufikia sasa mpira umetulia dakika hizi za katikati tu mwa kipindi cha pili, 1-1. Kijana Adriano piga bao safi sana. Vijana hawa wa Downtown Warriors wamepiga goli la penalty. Amefanya mabadiliko mkufunzi wa timu ya Centurion kama alivyofanya tu weekend iliyopita,
imezaa matunda, wamepiga goli. Tutarajia ushindi ama iko namna gani huku mpira ukitarajiwa kurejea? Tutarajie mengi mpenzi mtazamaji wa TPM TV. Kumbuka ni moja kipindi hiki cha pili. Bado tuko katika zile madakika mingi ambazo zitakuwa zikishuhudiwa katika uga huu. Tuliza ya kwanza inakubali. Anaupiga mingi kabisa kijana mwite Peter Mutunga. Kwa mara nyingine tena Jonathan yupo kwenye kistari cha mbele kabisa kuhakikisha kwamba mchuano unazidi kutamba. Otieno chezewa ndivyo sivyo, itakuwa ni mpira wa mrusho kwa mara nyingine tena. Anachukua shughuli kama ya kwake kijana jezi nambari 10 mgongoni, kijana mwite Jonathan. Anashanzuka kwa mara nyingine tena, beka mstarabu anakata. Anakata ya kwanza inakubali, ya pili kata kwa mara nyingine tena. Tuliza anacheza naye mchezaji kijana mwite Kevin Adrian. Tuliza kwa mara nyingine tena, zilio maarifa Adrian. Anashanzuka Adrian kwa mara nyingine tena, atachi ya kwanza inakubali. Analishwa kadi wakati ambapo mchezaji Adrian anacheza ndivyo sivyo, itakuwa ni kadi kwa kisheria kwamba itakuwa ni kadi la kumwadhibu kutokana na kucheza kwake vibaya. Anafanya madhambi kijana Adriano, analishwa kadi ya njano vizuri, lakini akanyosha chini kwa chini, ikamkuta mchezaji wa timu ya Downtown Warriors, akawika akafoka. Mwamuzi akalisha kadi ya njano, mpira wa ikabu tena kwa manufaa ya timu ya Downtown Warriors. Kasi ya mchezo unazidi kupanda mtazamaji, lakini kama kawaida, kama unajiunga nasi, tupo live mbashara pale katika TPM TV Facebook, TPM TV Kenya pale kwenye mtandao wa YouTube. Tuna maswali, majibu yamo uwanjani. Tegea dakika 90 tutakuwa tunapokea majibu kamili. Bila shaka itakuwa ni mpira ya kona ama ni mpira wa mrusho. Tuone itakuwa kwaje. Nitakujuza tu. Itakuwa ni mpira wa kona kwa mara nyingine tena kwa faida ya mwana Downtown. Atachukua shughuli kama ya kwake, anachukua ule mpira chini, atachukua ule mpira na kuweka chini kijana mwite si mwingine bali ni Ochieng Morris. Ochieng Morris yupo ange kabisa kuchanja ule mpira wa kona. Anauchanja juu kabisa, mpira unatoka nje, itakuwa ni mpira itakuwa ni mpira wa goal kick. Anaanza kwa taratibu kijana mwite Morris, anaweka chini Paulo. Kwa mara nyingine tena anaanza kwenye lango. Anaupiga mwingi kabisa kumtafuta kijana kwenye safu ya ulinzi. Tuliza anaingia, anapanda, zidio maarifa, anaibeka mstarabu. Anaupiga mwingi kumtafuta kijana mwite si mwingine bali ni Magogo Morgan. Magogo Morgan anaupiga mwingi kabisa, lakini mpira ule unampiga nyuma kijana si mwingine bali ni kijana mwite Jonathan. Kwa mara nyingine tena nazidi kupanda na zidio maarifa, mpira unatoka nje, itakuwa ni mpira wa mrusho kwa mara nyingine tena. Itakuwa ni mpira wa mrusho. Kipindi ni kipindi cha pili, ikiwa ni 1-1. Kuna mabadiliko ambayo utakuwa unafanywa wakati wote kutokea sasa. Mabadiliko upande wa mwana Downtown. Anatoka nje kijana jezi nambari 10 mgongoni, si mwingine bali anatoka nje kijana mwite Daniel Chisani. Anaingia kijana mwite Felix Chisaini. Majina sawa sawia. Anaupiga mwingi kwa mara nyingine tena. Anajikanganya hapa jezi nambari 9 mgongoni. Tuliza ya kwanza. Anaupiga mwingi, alikuwa amekwisha otea tayari. Alikwisha otea tayari. Tuone itakuwa kuaje. Maamuzi anafanya maamuzi ya kwake pale mtazamaji. Wachezaji wanafoka lakini maamuzi keshaamua. Mstari umepigwa mistari miwili mitatu. Center referee kwa mara nyingine anasema mwingine otea pale. Namna gani? Offside kama 15 ya mchezo. Na nafikiri kwamba wachezaji hao kushambulia watakuwa wanajikamua kweli, manake offside zimezidi kuwa nyingi tena zaidi katika mchezo wa leo. Offside kama 8 pili inakuwa ndivyo sivyo katika kipindi hiki cha pili. Bila shaka wanaanza kipindi cha pili kwa mara nyingine tena. Tuliza
Anaupiga mwingi kabisa kumtafuta jezi nambari 13 ambaye anajaribu kukanyaga nyoka, mpira unatoka moja kwa moja. Anarusha kwa taratibu, gwiji kabisa. Anazidi kushanzuka kwa mara nyingine tena. Penyeza katikati ya wachezaji wawili, anachezewa ndivyo sivyo, itakuwa ni mpira wa fauli. Anabanwa mita karibu 46 pale kuelekea katika goli la timu ya Centurion Athletic. Anamuona goalkeeper pale Paulo anapanga ukuta wa kwake pale, anapanga ukuta wa kwake pale kuweza kuhakikisha kwamba inafanya kuzuia mashambulizi. Mpira wa ikabu kutoka katika timu ya Downtown Warriors, anapiga juu kwa juu, beki msarabu analeta kwa mara nyingine kijana Paulo, inaletwa juu kwa juu, analaumu jua saa 9 usiku, analaumu jua saa 9 usiku, anasema sijaona mpira. Beki anamwambia ni saa 9 usiku, unasema namna gani? Lakini analetwa juu kwa juu katikati mwa uwanja. Downtown Warriors wanapiga goli la pili. Beki mstaarabu jezi nambari 4 kutoka mita 46 analeta juu kwa juu, anautema ndani ya wavu Paulo. Imbuli Jonathan John Sheti jibu kwa kichwa katikati mwa uga, anajaribu kutandaza pasi, anakuatuka kabisa, anatuliza ya kwanza kabisa, ya pili wanajikanganya hapa wachezaji. Kipenga chake mwamuzi kinalia kuashiria kwamba itakuwa ni mpira wa ikabu. Wanaponea chupu vijana wa Centurion. Mashambulizi alikuwa amepigwa, mashambulizi makali hapa miguuni wachezaji wa timu ya Downtown Warriors. Kumbuka mtazamaji, wanaongoza wakiwa wamefunga magoli mawili vijana hawa wa Downtown Warriors. Vijana wa nyumbani Centurion leo hii wana mlima wa kukwea, wana mlima wa kupanda, manake kipindi cha pili maji yamezidi unga jamani. Tutakuwa namna gani? Mpira wa ikabu unaletwa juu kwa juu, inakuwa mpira wa kutupa pale, unakuwa mwingi, unatoka nje. Nafasi nyingine wanaupoteza vijana hao wa Centurion, na nafikiri kwamba zile nafasi za wazi walizokuwa kipoteza kipindi cha kwanza wanashika tama, lakini mwisho wa siku wasipofunga magoli utafungwa magoli. Nilivyoanza kusema kwamba zile dakika ambazo wanazidi kupoteza huenda ikawalani ifikapo kipindi cha pili, na hivyo basi laana ni za kwao tu, hatutawalaumu bali ni hao wenyewe ndio watakuwa wakijilaumu. Kwa mara nyingine tena itakuwa ni mpira wa mrusho moja kwa moja. Tuone itakuwa kuaje. Itakuwa ni mpira wa goal kick, anaweka chini kijana mwite Steven Paul. Anaanza kwa taratibu na ibeka mstarabu kijana mwite John Seti. Kwake Mwangi, Mwangi ambaye anaupiga unakosa mwelekeo kabisa, unaenda moja kwa moja hadi kwake mchezaji upande wa mwana Downtown. Anachezewa ndivyo sivyo, itakuwa ni mpira wa fauli. Anaweka chini kabisa kistarabu kwa utaratibu. Analishwa kadi ya njano kwa mara nyingine tena mchezaji kwa kukosa nidhamu upande wa mwana Downtown. Tuone itakuwa kuaje. Mazungumzo ya hapa na pale baina mchezaji unaendelea naye muamuzi wa katikati. Amelishwa kadi ya njano kwa kosa nidhamu, kwa utohozi wa nidhamu. Kwa mara nyingine tena anaupiga mwingi kabisa, Nyerezi, pasi inaingia kwa mara nyingine tena, anapiga kichwa inayekwenda hafifu kabisa, anaondoa ule mpira kwenye eneo la hatari. Tuliza kwa mara nyingine tena, wanazidi kupanda kijana, si mwingine bali ni kijana mwite Joshua ambaye anachezewa ndivyo sivyo, itakuwa ni mpira wa fauli. Kwa mara nyingine tena ikabu inaitika, atakuwa analishwa kadi kwa mara nyingine tena, ama pengine atakuwa anakanywa, anaambiwa kwamba huenda nikikuita kwa mara nyingine tena kadi nitakuwa nakulisha moja kwa moja. Tuone itakuwa kwaje. Fauli. Ni mwepesi kunyanyua kadi huyu referee. Ni mwepesi kunyanyua kadi. Nafikiri wachezaji hawa wa Downtown Warriors watakuwa wanajiangalia angalau kinidhamu, kuweza kuhakikisha kwamba hawapati kadi nyekundu wakati ambapo wanaongoza goli 2-1. Mpira wa ikabu, wanao mpira Adriano anashika kiuno pale,
ananyanyuka, analeta juu chini, ukuta unafanya kazi ya kwao. Mpira wa kurusha kwa manufaa ya timu ya Centurion Athletic. Nafasi nyingine inaenda Segemnege. Wanapoteza nafasi ingine tena ambaye wangeweza kuitumia vilivyo, angalau ingeweza kuzaa tunda. Kwa mara nyingine tena wanajitokeza wangu, anaupiga mwingi kabisa, go wapi? Bado unatoka nje, bado haijatoka, ilikwisha toka nje wakati ambapo mlinda lango kijana mwite Ochieng Kevin alikwisha jitokeza pale akiwa tayari kudaka ule mpira. Nikitazama pembezoni mwa kushoto mwa uga kuna kijana mwite Moise Ochieng ambaye amenenepa, kanona, akakula, akashiba kabisa. Anaupiga mwingi kabisa katikati mwa uga, anaupiga moja kwa moja. Mlinda lango anajitokeza wangu na kupiga mwingi kwa mara nyingine tena, unakwenda moja kwa moja hadi kwa mchezaji pinzani. Go wapi? Anaupiga nje kabisa, anapoteza nafasi la wazi. Kijana muite si mwingine bali ni Hezron anapoteza nafasi la wazi. Alikuwa yeye peke yake na lango wakati ambapo mlinda lango alikwisha toka katika ile kistari ya mbele. Wanaanza moja kwa moja beka msarabu. Kijana si mwingine bali ni Mwangi. Mwangi anaupiga mwingi katikati mwa uga, umekwisha pokonywa. Anapiga pasi nyerezi moja kwa moja kumtafuta jezi nambari 6 mgongoni, si mwingine bali ni kijana mwite Victor. Anapiga pasi nyerezi moja kwa moja hadi kwake mlinda lango kijana mwite Ochieng Kevin anachukua shughuli kama ya kwake, anayemtabendi, anaupiga mwingi kabisa juu mwa uga. Anajibu kwa tuliza kwa mara nyingine tena katikati mwa uga. Anazidi kupanda, sasa ni zamu yake mwana Downtown. Na makinika kabisa jezi nambari 10 mgongoni kijana mwite Christopher. Anajaribu kutia pasi nyerezi kumtafuta kijana mshambuliaji si mwingine bali ni kijana mwite Kifan Ian kwa mara nyingine tena. Wanajikanganya pembezoni mwa kulia mwa uga. Anatoa ule mpira nje, itakuwa ni mpira wa mrusho. Ni mpira wa kona kunradhi mtazamaji. Ni mpira wa kona kwa manufaa ya timu ya Downtown Warriors. Inaletwa juu kwa juu. Bado anapenduka na pia anapiga. Goalkeeper anaganda mala. Mbio piga juu kwa juu mwa uga. Beki mstaarabu, fanya mashambulizi. Mpira wa kurusha huo. Mpira wa kurusha kwa manufaa ya timu ya Downtown Warriors. Kijana Mtunga anafoka kweli kweli. Mwamuzi anamkanya. Anasema jamani, toka kabisa, songa mbali. Na mwamuzi wa pembeni. Nafikiri kwamba kipindi cha pili mambo yanazidi kwenda Segemnege kwa timu hii ya Centurion. Manake ghadhabu ya wachezaji wanafanya mashambulizi pale. Kijana Adrian anapiga mashambulizi pale, beki mstaarabu na udhibiti. Inakuwa ni mpira wa ikabu kwa manufaa ya timu ya Downtown Warriors. Huyu Adriano amecheza vizuri, amefunga goli, lakini timu ya kwake. Na wakati huo center referee, mwamuzi wa mechi, anatamatisha mechi. Namwona Adriano anamkaribia na kumkaripia referee huyu. Referee anaondoka pole. Vijana wa Centurion Athletic wanafoka kweli kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri hapa mtazamaji. Tunafunganya virago vya kwetu dakika za mwisho. Lakini kabla ya wa Downtown Warriors wamemaliza mchezo wakiongoza magoli 2-1. Vijana wa nyumbani wa Centurion Athletic wamekula kipigo hapa wakiwa nyumbani. Vijana wa ugenini Downtown Warriors magoli 2. Vijana wa nyumbani wa timu ya Centurion Athletic goli 1. Nitakuwa nazungumza na moja ya wachezaji wa timu ya Downtown Athletic. Wameshinda leo hapa katika mechi hii ya ugenini. Utaanza na majina yako, nafasi unayocheza, na utueleze mechi imekuwa namna gani. Kwa majina naitwa Felix Chisaina na nacheza nafasi ya center back.
nimeingia kama mchezaji wa kupumzishwa, lakini nimesiti kufanya vizuri kabisa, na tunashukuru kwa sababu tulikuwa na imani leo lazima tungeshinda. Mmetoka nyuma, mmepiga magoli mawili, goli la kwanza penalty, goli la pili ikabu. Mnafikiria namna gani pata ushindi hapa mkikuwa away? Sisi kwanza kabisa timu yetu tumezoea ushindi sana ya away. Home huwa inatulemea, lakini away huwa inakuwa ni kama hiyo ndio kirao yetu. So at the time nilikuwa nataka nihakikisha at least tukue na ushindi. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeshajua kwamba nikiingia lazima ushindi iwe. Na hivyo nimemakanika at least nimeweza kufanya vyema kabisa. Sasa nitakuwa nazungumza na mchezaji mwingine hapa. Utakuwa unaanza na majina yako, nafasi unayocheza na ueleze mchezo umekuwa namna gani. Kwa majina mimi naitwa Jeremia. Nachezea Downtown FC na nimefurahi kwa game ambayo tumecheza. Game ijakuwa rahisi, imekuwa ngumu, lakini tumepanda pointi 3 na tunashukuru. Nacheza namba 8. Nitakuwa nazungumza na mwingine. Kipindi cha kwanza kidogo mambo yalikuwa walipoteza nafasi vijana wa Centurion, lakini kipindi cha pili mkarejea, mkapata penalty, wakasawazisha, mkafunga goli la pili. Unafikiria mechi imekuwa namna gani? Lakini pia utakuwa unaeleza wewe ni nani na unacheza nafasi gani? Kwa majina naitwa Christopher Otondo. Mimi ndio captain wa team. Game ijakuwa rahisi. Tumengangana. Pia vile walipoteza walifanya tukarudi game pia. Tukaona tunaweza shinda. Leo tumetoka tukaenda first half. Tukaongea kidogo na timu yangu. Ndio tumerudi na hiyo morale na tukashinda. Mwisho kabisa tutakuwa tunazungumza na mkufunzi, mwalimu. Ulifanya mageuzi, timu imekuja imeshinda. Utakuwa unaeleza unafurahia mechi ya leo na unatarajia nini msimu tukimalizia dakika za mwisho? Kweli kabisa. Kwa majina ni coach Sali, Mr. Samuel Kibe mwenyewe. Team ni Olosricon Downtown Warriors, na hii ni game yetu ya pili. Tulichelewa kucheza ligi juu tulikuwa tumecheza sub county kabla, tukakosa hata hela za kulipia hiyo ligi nyingine ya county juu ya logistic. Pia kutembea ilikuwa ni mbali, nikaamua tu acha turudi tu sub county kabla mambo ikuwe mzuri. Tutajipanga pia tutapanda. Game ya leo, game yangu ya kwanza nililose nikiwa nyumbani, of which ilikuwa ni mistake ya defense. Mimi mwenyewe nilikubali, na all in all ukipata mistake I know that is a privilege for you to learn. Leo Centurion nilikuwa nimeamua leo nakam kuwapiga juu pia mimi nikipata makosa mahali naona makosa inaingilia discipline, pia mimi nawezana naye. Kipindi cha kwanza game ilikuwa ngumu. Vijana wangu mnavyoona I think ni vijana wadogo, si vijana wakubwa. Wale wetu walikuwa wakubwa, waliona kuliko kubaki kucheza ligi ya sub county na kuna chances wanaweza ingia teams zingine wacheze sub county na hata regionals, wakaondokea. Lakini vijana niliwaambia mpira ni akili, mpira si nguvu. Ukiangalia wale tumecheza nao imekuwa ni mpishe, lakini kutumia akili kidogo tumeweza kufanikisha hiyo ushindi. So kwangu vijana nawaambia zoezi muhimu. Hakuna game tunaweza cheza bila zoezi. Miguzo imekuwa balaa kwangu, lakini nitafanya kazi kwa hiyo. Na Kenya naweza sema kwa timu zingine zile tunacheza na wao hii sub county, kwa saa hii hatuko wazuri, tulikosa pesa, tulikuwa promoted, hatukuwa tumelipa slot, tulikuwa tumekuwa promoted, lakini tulikosa logistics. So vijana niliwaambia hatutanunua tena slot. Ile kitu tutafanya ni tutangengana mpaka tujipandishe, na mimi najua Mungu mbele. Tukianza sisi huanza na maombi, tukikata tunakata na maombi, na tukimaliza tunamalizanga na maombi. Juu naamini Mungu pia. Anasema maombi mbele. Mchezaji wa mechi, kapitani nahodha huyu alicheza vizuri. Tunasema pongezi. Na mtazamaji, tunamalizia hapa mpango mzima wa Bohari la Sporti. Niite Wellington Kodhek bingwa. Timu ya Downtown Warriors wamepata ushindi magoli 2-1 wakiwa ugenini hapa katika uwanja wa Ole Kasasi Stadium. Hadi Jumamosi nyingine mtazamaji, tunasema kwaheri hapa katika TPM TV. Timu nzima, kikosi kizima, Jumamosi ya leo. Siki wapenda nao, sijui kama wachezaji
watakuwa wanafurahia mambo baada ya kushinda mechi. Lakini mtazamaji, tunaondoka hadi Jumamosi nyingine. Kwaheri.